Ni hapo nimesherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Nilipokuwa huko vijijini tena mimi nimesherehekea siku kuu ya ndoa yetu. Sisi tunaeleza miaka 21 tukijenga nyumba. Mungu kuambatana na wewe kwa miaka hiyo yote. Si kwa mafikara yetu, ni Mungu tu. Ni mara nyingi madame ameokoka kufa. Ariko Yesu agenda abana nawe kuba tukiri kumwe yaraduhaye ibibondo tubanye neza. Musore munenere dukomere yo bana mashika. Kuona tungali pamoja naye na Mungu ametubariki tukakuwa na watoto ni kitu cha kushukuru Mungu. Hanyuma nashirira abana bacu barayeba tugiriye surprise. Ndio mkiona surprise. Mimi nashukuru watoto wetu wametufanyia surprise. Jana magharibi baratugiriye surprise n'abandi babanyi bari biyambaje turashimye cyane. Wametufanyia surprise na wengine wa jirani, ninawashukuru sana. Ariko zandewe wale bakobwa banje bombe Jose na Debora ni Jose na Debora, wale watoto wangu ndio wameandaa hiyo fete. Tunamshukuru Imana. Tunashukuru Mungu kwa hiyo. Amen. Amen. Hanyuma dusome jambo l'Imana. Tunaingia kwa usomi wa neno la Mungu. Dusome jambo ryatebe yacu dufite tunyarutse kuvuga impamvu z'umwanya hari n'amarama mu nyuma. Tutaingia kwa mada ambayo tunayo ya mwezi huyu. Isomo ryari ariko turakoresha umwanya mu ungana no kwa masaha ameze ibyatambuze zose zari nziza. Somo ilikuwa ndefu lakini kufuatana na muda tutatumia kadiri ilivyo. Yesu ashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Bambere na mikrofoni atusomee hali ya Korinto wa mbere. Wamupe na mikrofoni atusomee kwa barua ya kwanza wa Korinto. Igice cha mbere n'umurongo wa 26. Ni sura ya kwanza na mstari wa 26. Tunyarutse. Twende kwa haraka. Tusome mu izina rya Yesu. Aravuze ngo muzirikane amagambo ajyanye bene data. Nuko ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi, abakomeye bahamagawe atari benshi, abapfasoni bahamagawe atari benshi. Ariko Imana yatoranije ibifu byo mu isi bimaramaze abanyabwenge, kandi yatoranije ibinyantege nke byo mu isi bimaramaze ibikomeye. Amen. Urakoze cyane. Unafanya vizuri. Abaririmbyi mufate mikrofoni turirimbe ivansi kazi waibaji amate mikrofoni tuwagasaho muraho. Tutaimba kidogo turirimba kabisa kama mu itinya Goliath tuwagaze imbere mu bibino muziza mu yema yo gushika. Kandi abantu bari ku WhatsApp bayareke keretsani ijambo ry'Imana ariko mweleke rose mweleke. Sisi wote kabisa ni muda wa kufuata neno la Mungu. Wale ambao wanaweza kuwa wanafuata mitandao kabisa unaweza kufunga. Mfashe saidiani. Você me acha
uhai leo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo kuzirikana umuhamagaro wawe. Tutazungumza neno kumbuka mwito wako. Zirikana umuhamagaro wawe. Kumbuka mwito wako. Ilikiaje chama cha Korinto, barua hii kwa Wakorinto wa kwanza waanditswe na Paulo. Imeandikwa na mtume Paulo. Paulo aliandika andiko 16. Ameandika barua 13. Alipotusifuga kwera tushakuvuga jambo lila. Hatutazisema, tunapenda tuzungumuze neno hili hapa napatikana mahali. Paulo anazungumzwa. Paulo alipookoka, umucho mutungo wake Damasco, alipo kabisa aona nuru. Yumishijwe mumira ngo Sauli we ndenganizi. Amesikia kabisa sauti ikimzungumuza, Sauli, kwa nini unanisurumu? Kuko yaramaze igiharenga n'itorero. Alikuwa akisurumu kanisa. Umunsi wa Stefano hapo ndio yahagaze kumbuza Stefano. Siku Stefano amekufa, ni yeye alikuwa mahali pa. Bamutera mabuye. Walipompiga mawe, nyuma ya kufa kwa Stefano ali Damasco, nyuma ya kifo cha Stefano akienda Damasco, nibwo umwuka wera yamukubise hasi, malaika aramubonekera. Ni hapo kabisa malaika amejidhihirisha kwake. Ndiye akibaye Sauli ahinduka Paulo yamamaza ubutumwa bwiza. Akabadilika kwa jina akakuwa Paulo, akatangaza injili. Paulo amaze gukizwa leo, alipookoka yabaye intumwa, amekuwa mtume. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Agenda yamamaza ubutumwa bwiza, akitangaza habari njema. Biblia inatweka ko Biblia inaonyesha urugendo rw'iyo mwambere yari ubutumwa, safari yake ya kwanza ya kutangaza injili. Abantu benshi barizera, watu wengi wameamini. Harawaje bamugirira nabi. Kuna mahali ambao wamemziana. Yageze Tesalonike ngo barahanuka bamugirira nabi, bavuga ubutumwa, abantu barakizwa barahunga. Alipofika Tesalonike, watu kabisa wamemtendea mabaya, lakini wengi wakaokoka, akaondoka mahali. Aragenda kuwasha libero yao makia umutima mwiza kuko bakundisha ngo n'Imana. Akaenda mahali pale ambao wamempokea, walikuwa wamesikia neno zuri la Mungu. Aragenda umusumwe ngo mw'ijoro, aragama ageze Tirowa. Wakati alikuwa Tirowa kilala, wewe usiyoyerekera kuvuga ubutumwa gahura n'ingorane nyinshi, umwijwi mubwira ngo jabuki Makedonia aho baramukeneye. Yeye alikuwa hana mwelekeo, lakini sauti kamzungumuza, wende Makedonia, wanaenda nawe. Makedonia nao bageza ubutumwa bwiza. Alipofika Makedonia akatangaza habari njema. Kandi muri torero wengi wana wamushirikira mu muhamagaro. Ameona watu wa kumsupport kwa mwito wake. Arabegeza asanga umukobwa witwa Lydia warizera kandi aramufasha mu Mungu. Amekukuta binti Lydia akaamini na akamsaidia. Ageze kikure indobo yasanze Priscilla na Aquila nabo bafatanya ubutumwa bwiza kuko bari basangiye n'umwuga wo kuboha amahema. Alipofika mahali Korinto, amekuta wengine ambao wamechangia kutangaza habari. Abo bari bamushirikira cyane, wale wamemsupport sana. Hata wale basanga witwa Tamara. Kuna wengine basi amefika akakuta Tamara. Abo bose baramushirikira hao wote wamemsupport kabisa kutangaza jina la Yesu. Alipogeze wahitwa Atenai. Alipofika Atenai, yasanze ibintu bitatu bikomeye. Amekuta mambo matatu kabisa makubwa. Icyambere yasanze muri Atenai. Alipofika hapo, kitu ya kwanza amekuta, yasanze ibigirwamana byinshi. Amekuta miungu mingi sana. Asanga n'ikigirwamana basengaga batazi imitima. Kulikuwa mwingine Mungu alikuwa akimuomba lakini bado kumtambua. Ariko Paulo aravuga ngo ubona bahemba genda mahende bahusengera. Paulo akasema wakati mimi nilikuwa nikitembea nikijua ni wapi nitaombea. Yabo nikigirwamana cy'Imana itazwi muza musenga. Mimi nimeona Mungu ambao mnaomba bila kumjua. Iyo Mana musenga mutarizi niyo ngira ngo mbabwire. Mungu huyo mnaomba bila kumfahamu. Iyi ndabari Imana nikigirwamana. Hii ni Mungu, si Mungu. Ni muhindukira mwizere Yesu wenyine. Badili mwenendo na muokoke. Ababwira Imana yashugiye niko kizabantu. Akasema Mungu hakuumba na mwihema. Na si Mungu anapatikana hivi. Anakozo mifeza ni dhahabu. Si Mungu ameumba kwa fedha. Anakozo Imana ni shughuli. Si Mungu ameumba mbingu. Ndio maana kwa kila mwezi
Watenai wakaokoka na kuamini Mungu. Ichaka bilichaba muri Atenai. Kitu cha pili kilikuwa huko Atenai. Kulikuwa watu ambao walikuwa wanatangaza habari kwa uharaka. Kandi inkuru z'ibinyoma. Na habari za uongo. Utabaki historia ishirabaye bavugizi ba Satani. Kuna Wakristo wengi wasemaji wa mwovu Shetani. Agenda inkuru z'ibinyoma. Wanatangaza habari za uongo. Paulo anamuza muri Timotheo 2:3 Paulo amesema kwa kitabu cha pili cha Timotheo. Aramuangiye chideruka ngo chideruka wazazilio yusha. Akasema kwa siku za mwisho kutakuwa nyakati ngumu. Abantu bazabikunda. Watu watakuwa wanajipenda. Nicho yetugezemo. Ni nyakati ambazo abantu bazabirarira. Na wengine wakijisifu. Abantu bazobabara abibona bafite ubwenge sana. Wengine nao watakuwa wenye kiburi. Abantu ngo bazababangana abandi. Na wengine watakuwa kabisa wana chuki. Bazumvira n'abavyeyi babo. Hawatasikia hata wazazi wao. Ntabwo bazaba bafite umutima mushari. Hawatakuwa kabisa na moyo. Aravuga ngo abantu muzabirinde. Akasema mjiazari kwa watu hao. Nimuvuge ngo amen. Amen. Ukaribie sasa hapo ndo mtakuelewa. Niko nasikia moto ukiwaka. Wewe ubaki kwenye zeze hapa. Kando kuongea kuna kusoza mkana. Mimi nafikia ukingo. Tuzamwe kiganza. Tupandishe mikono yetu. Yashizero Yesu kubazina mabitwaga anabindirisha nono turanawe. Yashizero Yesu kubazina mabitwaga anabindirisha nono turanawe. Kwa mji huo wa Atenai kulikuwa watu wavivu ambao hawakuwa wanatumika. Kazi yao ilikuwa ni kusema sema tu. Inatubidi kufanya kazi kwa siku zetu ambazo tunabaki. Tufanye kazi ya Mungu sana. Tutende kazi kwa ajili ya jamaa zetu. Kwa muda. Sisi dunia, sisi tuko kwa muda. Kuko turabagenzi ko turahita. Sisi ni wapitaji tunapita. Niyo mpamvu dukwiye gukorera Imana cyane tukajendeka. Inatubidi kabisa tumutumikie Mungu na bidii. Tutumva amajwi duca intege. Bila kusikia mambo ambayo kabisa yanakata tamaa. Kuko muri uru rugendo rw'umuhamagaro hari amajwi adaca intege menshi. Kwa mwito kuna mambo ambayo yanakata tamaa. Nehemiya yubaka inzitiro za Yerusalemu. Nehemiya wakati alikuwa akijenga ukuta wa Yerusalemu. Ukuboko kumwe kwari kubaka ukundi gufasha indwara. Mkono mmoja ulikuwa ukijenga, mwingine ukishika. Haruka abagabo bo kumunaniza Senebalati na Tobia na Geshemu. Kumeinuka Senebalati na Geshemu ili wamukate tamaa. Bageraho bamucindege baramubwira ngo izizitiro izikirya ngo nimwebere ukamenya ngo hanuka. Akasema hizi ukuta hata boya kifinyanga zitaweza kuharibika. Bibuka tugera muri iki kibanza. Wakati tumefika mahali hapa. Abatubwira ati reka nimuzohateba nimuzohatinda nimurondere kure. Watu wakasema hamutakawa hapa kabisa, tafuteni ingine mahali. Alikusi kumuhamagaro. Kama una mwito kamenya uwa muhamagare. Kuza uhamagare ya kumi. Abushitege. Uzuri wa Imana ya muhamagare. Wewe unatazama Mungu aliyekuita. Kupimana ni murimo. Mungu ndiye mwenye kazi. Haleluya. Haleluya. Tupe Mungu heshima. Haleluya. Haleluya. Usikwambie. Amewajibu hivi. Arabe kwa mambo ya kumanuka baramubye ngo reka kubakuze tukubwire. Wamemwambia acha kujenga ufufuke hapa mahali tukueleze. Yarababwiye ngo nta mpamvu yo kumanuka mu masange ngo dafite umumaro.
Mimi ninaona si ya kawaida ili nije niwakute. Wamemwalika kabisa mpaka kwa aliko ya hili. Sina wakati wa kupoteza. Ninapenda niwatangazie Wakristo wetu. Mtu kabisa kuita kwa maneno kabisa ya kukata tamaa wengine, ambia yeye kama haona muda. Sina wakati. Mwingine mtamani vite. Kuna mama moja ambayo nampenda. Mnifuate niwaeleze habari ya mama huko. Ni mama huko wa Minembwe. Mume wake alikuwa anajua kwamba yeye hajue lugha ya Kiswahili. Mama huyo alikuwa kabisa akitangaza injili. Mume wake wakati mama huyo alikuwa akitangaza injili, yeye alikuwa kabisa anashikwa na wali. Mume wake akamsihi hawezi kuwa kabisa unaketi wakati wewe unatangaza hiyo habari, mimi ninashikwa na haya, hawezi kukati. Akamwambia hapana. Kwa sababu ya Yesu ambaye nimemtambua. Mimi siweze kabisa kujibu. Mume akawaza kabisa alikumdanganya. Akamwambia acha nikuambie neno moja baba. Akamwambia wakati kabisa kuteua wewe uhubiri. Wewe ukisimama uuzo wengine mtamanya vitendo mara wicha. Akasema haina shida kabisa mume wangu. Sina wakati waharuke ya mambo atukusi topike iburango sina wakati. Ubomba hapo uterero arababwira ngo tende vite niyo kuvuga ko ndafite umwana. Tende yanje sina wakati. Topike ambayo ninayo sina muda. Aravuga ngo umuntu nakubwira ngo ngwino dukora icyaha uzumubwira ngo sina wakati. Kama mtu anakusii mtende zambi, ambieni kama hauna muda. Ngwino kubwira bakuru unakumubwira ngo sina wakati. Mungu akwambia kuja nikupe habari za mtu fulani, ambia yeye kama hauna. Ya tena wanaendelea watu wanafashwa wanaanza sana. Ile mada kabisa akaipanua na watu wakaguswa. Mume wake akamwambia tangu leo ninakuruhusu enda tangaza habari njema. Paulo alipofika Korinto, mtume Paulo alipokuwa akitangaza habari njema amefanya mwaka na miezi 6. Alikuwa kabisa na miezi 18 akitangaza habari njema. Alikuwa kabisa akipita mlango kwa mlango akatangaza habari njema yote. Alipotoka Korinto kukakuja shida ambayo imesababisha awaandikie barua. Acha niseme mambo 3. Neno ya kwanza iliyokusababisha awaandikie ilikuwa kuambia wabaki kuwa mtu mmoja, mwovu shetani asilete mapigano. Kulikuwa mapigano kabisa yasiyo ya kawaida. Mtu yoyote amuweke ndugu yake mbele, aone kama ndugu yake kabisa ndiye anainuliwa kuliko yeye. Na sisi kanisa la Mungu mkiwemo episeme Ngagara, Mungu anatuomba kubaki na umoja na kufunga mlango ambao shetani ataweza kupitia ili haribu umoja wetu. Neno la pili ambalo limesababisha waandikie Pastor Beatrice alikoze kwa Mungu. Hari kibazo cha chuko hari habaye
Dayo uko gutumvikana bamwe batangira kuvuga ngo naba Paulo, abandi ngo naba Apolo, abandi ngo naba Kefa. Kumekuwa kugawanyika, wamoja wakisema ni wa Kefa, wengine wakisema ni wa mtume Paulo. Hapo arabira Paulo, yeye akawaelezea mtume Paulo, woniba jewe Paulo naravuze ubutumwa mese nk'umuntu wateye imbuto. Kama mimi nimetangaza habari njema ni kama mtu amepanda mbegu. Hanyuma Apolo na wala sana. Apolo naye akakuja akapalilia. Hapo ngo bose babikoreye n'iri gikorwa n'umwe nyiri murima kandi nyiri murima ni Kristo. Wote walikuwa kabisa wanafanya kazi kwa yule ambaye ni Mungu ambaye walikuwa kutendea kazi. Anaona Mose Kristo mambo babanije bibice. Akasema Kristo mmegawa kwa sehemu. Izo bimashegere menshi igihe iperuka. Mambo haya kugawanyika sehemu yanapatikana kwa kanisa zao. Hawa wote wanasema sisi ni wa mtu fulani na tukiwa watu wa Kristo. Sisi wote ni wafanya kazi kwa shamba ya Kristo. Kuanzia kwa ngazi za juu hadi ngazi za chini, sisi ni wafanya kazi. Umwamagaro arabwira rero impamvu ya gatatu na sababu ya tatu. Nimuvuge ngo amen. Semeni amen. Nimuvuge ngo amen. Semeni amen. Hari kibazo cyari cyavutse ngo kinyama ziterekere n'ibigwamana bajya. Kulikuwa shida ambayo ni ya nyama walikuwa wakikula. Hizo nyama walikuwa wakizipana kwa miungu. Hari habaye ikibazo cyo gupinga bamwe habe n'igihe cy'ingaburo yera bagiye gusangira. Bakavuga mawati dusangira kuko wazabaji nyama zaraje kucha kubigirwa mana. Wakati wa kushiriki kwa meza ya Bwana kulikuwa wamoja wakisema hatuweze kuchangia kwa sababu hawa wanatumia nyama ambazo zimeweka kwa miungu. Paulo anawaambia ngo kuganje kurya nyama ziterekere bigirwa mana nticyari kibazo. Binafsi kukula nyama hizo haingekuwa shida. Ariko kumangu za Kristo bato ababebe spirituel. Kwa wale wa Kristo wadogo ambao ngali wachanga kama vile wabebe. Jewe alibonye ngo izo nyama tuzireke guhera none. Na mimi ningekuwa na wazo ya kusema tuache kula nyama hizo. Ariko kuganje kuko base kugira matirite muzunguka ndato bitwaye nyama zaje kubigirwa mana. Kwa sababu mimi nimekwisha kombana kiroho, hizo nyama hazingekuwa na shida. Na mimi uzushize. Mimi nimeyatangaza ushobora kuba uko wambata ikibazo kuri wewe ari kibazo ku bandi bakiri batongoza. Kuna mara wewe unaweza kuvaa hiyo basi yako isiwe shida kwako, lakini inakuwa shida kwa wewe. Ushobora kuba upinga uicha ari kibazo ku bandi ariko wewe unataka kibazo ni ngombwa mubireke kudateri isitaza mu bandi. Wakati kuna neno kwako sio dhambi, lakini inaweza kusababisha wengine wavunjike kiroho, inakubidi kuachana na mambo. Niyo mambo Paulo yavuze ngo turi ingingo za Kristo, turi ingingo nyinshi zubatse umubiri wa Kristo. Yeye akasema sisi ni vipande ambavyo vinajenga mwili wa Kristo. Umwe ni ukuboko, mmoja ni mkono, undi ni akanwa, mwingine ni kinywa, undi ni amatwi, mwingine ni masikio, undi ni amaguru, mwingine ni miguu. Hizo zote zinazuzuzanya. Mambo hayo yanasaidiana kabisa. Nikono mitore macho twatuke kwa tumeze. Na kwa kanisa ingetubidi tuwe kama vile sehemu. Tuli ingingo nyinshi zubatse umubiri wa Kristo. Sehemu nyingi ambazo zinajenga mwili mmoja wa Kristo. Nimuvuge kwa amina amen. Semeni amena. Tuli kume. Semeni amen. Haleluya. 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 Tuli ingingo nyinshi zubatse umubiri wa Kristo. Sisi ni sehemu tofauti ambazo zinajenga mwili mmoja wa Kristo. Protokoli muri abantu bari kwibarabara ko baraserera hagati batabagonga kuko murabiswa na washaka imodoka ni wa protokoli kabisa na watoto ambao wanazurura huko barabarani. Wahina accident meshi. Mnajua kwamba kuna accident wakore bibarabara. Waondoshe kwa barabara. Zamani banga sana we uzuswe.
Bwana asifiwe. Amen. Umuhamagaro. Mwito. Pawulo arababwira ngo muzirikane umuhamagaro wanyu wene. Kumbukeni mwito wenu. Abubwenge bahamagara. Wenye hekima walioitwa Si wengi. si wengi. Abakomeye bahamagawe. Wenye nguvu walioitwa Si wengi. si wengi. Abanyabwenge bahamagawe. Wenye hekima Si wengi. si wengi. Ahubwo Imana yatoranyije abasore mu isi. Mungu amechagua wale kabisa ni wapumbavu wa dunia Kugira ngo ikoze isoni abanyembaraga. ili ipate kuaibisha wenye nguvu. Imana Mungu tuzihamagara abakomeye. Mungu aite wenye nguvu. Aya, Imana tuzihamagara abakomeye. Mungu aite wenye nguvu. Ahubwo Imana izihamagara aboroheje. Mungu anaita wadhaifu Kugira ngo ibakomeze mu muhamagaro ili wabo. waibalishe kwa mwito wao. Sema haleluya. Amen, haleluya. Kenshi Imana ihamagara abantu. Wakati mwingi Mungu akiwaita watu, Ibishaka ngo bayikore. Mungu anapenda wamtumikie. Ubundi umuhamagaro ni umwe. Mwito ni moja tu. Ni uwo kuva mu saha tukitaba ijwi rya Yesu kugira ngo dukorere. Ni kutoka kwenye dhambi na kuitika mwito wa Kristo na kumfuata. Iyo tugeze mu murimo, Kama tunafika kwa kazi, hari ibikorwa gusa bigabuye. kuna kazi tofauti. Bamwe yabagize kubitumwa, Wamoja amewafanya kuwa abandi mitume, yabagize abapastori, wengine ni wachungaji, abandi yabagize abigisha, wengine ni abandi wahubiri, yabagize abahanuzi. wengine ni wanabii. Izo ni ministeri zitanu. Hizo ni ministeri tano. Hari n'aho usanga muzakozwe n'intumwa kubera ngo Kwa mapendo ya mitume, abapfakazi barenganaga kwa sababu wajane walikuwa wakizungu n'abakene. na wamaskini. Niyo hafi igitekerezo cyo guhezanya abadiyakoni. Ni hapo wamesema acha waombee wadiakoni Abantu ngo buzuye mbemu. wale ambao wanajaa Roho Mtakatifu. Ubundi umudiyakoni adakwiye kuba umunyamubiri. Mtu ambaye ni diakre haibidi awe mtu wa mwili kabisa. Ntakwiye kuba umunyamubiri, akwiye kuba yuzuye mbemu. Inamubidi kuwa mtu ambaye anajaa Roho Mtakatifu. Icyakabiri akwiye kuba afite ubwenge, ngo barenze abantu buzuye umwuka kandi bafite ubwenge bwinshi. Wenye maarifa sana. Urabona ngo wacu Imana yaduhaye abantu barongoye icyo gisata, abantu buzuye mbemu b'abanyabwenge. Kwetu hapa hii departement Niko bikomeye amashyi. wenye maarifa na waliojuzi sana. Kubera ko kuva babitangije nta ntambara ziraba ngo zagenze gutya zagenze gutya. Tangu wameanza kazi hiyo hatujasikia mafarakano. Abandi benshi hirya no hino Wengi mahali tofauti baza bafite utuntu dutoya tw'abana, wanakuwa na mafarakano kwa mambo ariko abo bantu madogo. baza bashyiramo imitungo yabo Hawa wanaweka hata mali zao kandi bakabikora neza. na wanatenda kazi hiyo vizuri. Mwami Yesu ahumuje. Kristo awabariki. Abandi bamaze kugera mu murimo, Wengine wakifika kwa kazi, hari Imana yahamagariye gusa gutanga amafaranga, kuna wale Mungu amewaita ili watoe pesa. kandi icyo nicyo bazohembwa. Kazi hiyo ndiyo ambayo watapewa kazi. Umugabo witwa Isirayeli yabwiye Dawudi ngo sishoboye ibintu bikomeye, ariko icyo nshoboye ndagukura hariya kugeze hariya ngushigikire ku bushobozi bwanyu. Bezira ameambia Dawidi, akamwambia siweze mambo mengi, lakini nitakuondoa mahali hapa nikufikishe kule, na kwa nguvu zangu nitakusaidia. Ishengero ry'i Yerusalemu yariyubakwa, Wakati kanisa ya Yerusalemu ikijengwa, ngo bari babuze umwenjeniyeri ngo wapula, wamekosa enjinieri mwenye atawapatia mpango. ariko haruka umugabo witwa Hiramu, Kukainuka mume ambaye anaita Hiramu, abari gushiraho umurongo, abari gutanga pula y'inyubako. yeye kabisa akapana pula ya majengo. Ntabwo twese twahamagariwe kuvuga ubutumwa, oya. Sisi wote hatukuitwa ili tutangaze habari. Ntabwo twese twahamagariwe kuba abadiyakoni, oya. Sisi wote hatutakuwa wadiakre. Ntabwo twese twahamagariwe kuba abavugabutumwa, Sisi wote hatuko wainjilisti. ariko Imana yaraduhamagaye twese dufite ingabire zitandukanye kugira ngo twubake umubiri umwe wa Kristo. Mungu ametuita kwa vipaji mbalimbali ili tujenge mwili mmoja wa Kristo. Halo. Halo. Tuko pamoja. Sema haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Witinyago yati uri imbere yawe, uri binomuziza umagihema byo gushima. Witinyago yati uri imbere yawe, uri binomuziza
yabwiye Aburahamu igice cya 12 cy'itanguriro. Mungu amemwambia Ibrahimu kwa kitabu cha Mwanzo sura 12. Mungu ametuasoma kwa mwanzo kwa mstari wake wa kwanza tutasoma. Maana mgambo Ibrahimu wewe. Akamuita Ibrahimu Uri wa Kaludai. Akamwambia ondokeni kwa Uri wa Kaludai. Usige sona nyoko. Acheni baba yako na mama yako. Usabele kijugu sasa mje kukorera. Aniponyeshe nchi utaenda kunitumikia. Agenda washana uitwa Tera. Akaenda pamoja na Tera. Amukurikira. Naye akamfuata. Tera sagerera mambo n'umukristo wewe muhamagara kwa kajana kamere. Tera ni kama Mkristo amejitika mwito lakini akaenda na utu wa kale. Hari ibintu bitatu bikomeye Imana yabwiye Abrahamu. Kuna mambo matatu Mungu amemwambia hivi. Kandi natwe izitugira buri munsi yo twemeye gukurikira umuhamagaro wa Mungu. Hayo Mungu anatuambia kila siku wakati tunafuata Mungu. Yamubwiye ngo ijambo rya mbere ni wemera ukajaho ubutumye za kugira umugisha. Mungu akamwambia wewe ukiitika mwito kitu ya kwanza nitakupa baraka. Uzakwifuriza umugisha zawe uhabwa. Yule ambaye atakutakia baraka naye atapokea. Uzakuvuma za muvuma. Yule ambaye atakulaani naye atalaaniwa. Haleluya. Haleluya. Zakugira ubwoko bukomeye. Nitakupa kuwa taifa. Imana iri guhamagara ukemerera Imana mu muhamagaro. Mungu akikuita na unaitika mwito. Nukuri Imana izimugisha mu muhamagaro wayo. Mungu anakupa baraka kwa mwito huo. Daudi yavuze ngo nawe umusore none ndashaje sinabona umugororotsi w'Imana arekwa. Yeye Daudi amesema nilikuwa kijana sasa mimi ni mzee sijawahi kuona mwenye haki wako. Sindabona n'uruzaro rw'Yerusalemu. Ama uzao wako ukiomba mkate. Imana yabanye na Ibrahimu. Mungu ameambatana na Ibrahimu Imuhumugisha ikamupa baraka. Aramufurije umugisha baruhani. Walipomtakia baraka nao wameipata. Ndagira ngo ubwire ngo nushirikira umuntu umuhamagaro uzabona umugisha. Wakati wewe utasaidia utasapoti yule ambaye ana mwito na wote tabarikiwa. Haleluya. Haleluya. Tuzamuri biganza na unyoshe mkono kwa haleluya. Haleluya. Atukuzwe Yesu. Apewe sifa. Kandi n'ubuvuma. Wewe kumlaani Imana izokushughulikia. Mungu atakulaani na wewe. Hivi tunabigaragaza ko umuntu afite umuhamagaro ni. Ni kitu gani kinamaanisha kwamba